Mzigo unaanza. Akudo anashuka kwenye pikipiki. Subiri, umenipa shingapi? Si nimekupa buku. Beni buku 2. Mimi nilikuwa na buku tu. Rudi hapa. Tafadhali acha kuniaibisha. Eti kukuaibisha nitakuvua hadi nguo. Nini? Mara kibao, mbona umenipiga? Akakirudisha, ugomvi ukazuka pale. Akatokea mdada na kumsaidia Akudo kisha akasepa. Nyumbani mama yake na Akudo ni mgonjwa. Basi mdogo wake Akudo akawa anaandaa pale dawa za mitishamba. Ile anataka kumpa Akudo anafika. Mwache, unataka kumpa nini? Mama anaumwa na hii ni dawa. Mama, tatizo nini? Mtoto wangu nakufa. Akudo akakimbia kutafuta dawa. Akafika duka la madawa. Rose, tafadhali nisaidie, mamangu anakufa. Naomba unisaidie baadhi ya dawa. Rose anasema natumai umekuja na deni langu nalokudai. Nitakulipa baadaye. Eti utanilipa baadaye na sasa hivi unataka nikukope tena? Ongezea tu kwenye lile deni. Nitakulipa kwa pamoja. Rose akagoma. Nyumbani mdogo wake na Akudo anasema mama, Akudo anachelewa. Tumia hii dawa bibi alionifundisha. Mama akagoma. Mama, hali inazidi kuwa mbaya. Usijali mwanangu, nitajikaza tu. Mama, tumia tu hii dawa. Mama anasema ngoja nimsubiri tu Akudo aje na dawa. Akudo akiwa mitaa anaona kuna kibegi kimekaa kizembe. Akakichukua, mmiliki akamuona. Wewe unakipeleka wapi kibegi changu? Kwanza wewe ni nani? Nijibu, au wewe ni mwizi? Hapana, mimi sio mwizi. Wewe ni mwizi. Jamani, mwizi, mwizi. Raia wakatua. Jamani, mimi sio mwizi. Nilikuwa naangalia tu. Kipigo kikaanza hapo njiani. Nyumbani mama akapatiwa matibabu na Aslam, mchumba wake na Akudo. Mama anasema sijui ningekuwa na hali gani sasa hivi kama ungesingekuja. Alafu nilisahau kukwambia Akudo amesharudi. Akudo amerudi? Ndio, alienda kunitafutia dawa. Aslam kusikia hivyo akamfukuzia. Njiani raia wanataka kumpiga Akudo kibeliti. Wamemvalisha taili na kumwagia mafuta. Ile wanawasha moto. Aslam akatokea. Nini kinaendelea? Akamvulisha lile taili. Baada ya kusikia kilichotokea akasema nichomeni mimi badala yake. Wakamvalisha taili na kumwagia mafuta. Ile wanawasha moto, radi ikapiga. Raia wakajikataa. Aslam na Akudo wakasepa. Baadaye nyumbani Akudo na mama yake wanakula miogo na kachumbali huku akimpa stori nzima ya tukio. Mama anasema Aslam ni kijana Mungu aliyemleta ikomboe familia yetu. Mara mchizi naye anafika. Akamwomba Akudo atoke pembeni waongee. Basi wakatoka pale. Wakiwa njiani wanatembea, mara kuna gari inasimama. Huyu ni Jasper. Akajitambulisha pale. Kisha akaanza kumhoji Akudo maswali. Anaitwa nani na anakaa sehemu gani? Walivyosikia hivyo wakaamua kuondoka zao. Jasper anasema bado wanaongea na mnaondoka? Nahisi hamnijui vizuri mimi ni nani. Wakiwa maeneo Aslam kanuna. Jamani mpenzi, nielewe. Nikuelewe nini wakati wanaume wanakutongoza mbele yangu? Akudo akala magoti. Basi nisamee. Haya simama. Unajua nakupenda pia. Nasubiri tu nipate pesa nije nikuoe na nikufanye malkia wangu. Jasper akafika nyumbani. Dada yake akatoka, anaitwa Nina. Wakaongea pale kisha akamuuliza kama anamjua Akudo. Dada mtu akasema huyo msichana unayemwongelea namjua vizuri. Ni mweupe mzuri na sio mnene sana na anavutia, kila atakayemuona lazima ageuke nyuma. Kichakani Aslam kasimama. Akudo anatandika chini majani ya mgomba. Kisha wakakaa. Akudo anasema Aslam, nataka unitoe bikira yangu. Uwe mwanaume wa kwanza kwangu. Ile anafikiria kala denda ya kichokozi. Basi kama kawaida yetu wazungu hawakuchelewa kumwagika hapo kichakani. Upande wa pili Jasper aliletwa kwa na Akudo na Nina. Muda wa kuondoka Jasper anamshukuru mama kwa kumkaribisha nyumbani. Mama anasema karibu sana. Jasper akamwagika maokoto pale kisha akasepa. Mama anasema nataka Jasper ndio amuoe Akudo, atatutoa kwenye huu maskini. Huko kichakani Aslam ni furaha tu, amekuwa mwepesi. Basi wakawa anavaa nguo pale. Kisha akamwambia Akudo, asante kwa kunipa penzi lako na sita kuchukulia poa hata siku moja. Na hapa wakapinga pale, wakakumbatiana kisha wakasimama na kuondoka maeneo ya kichakani. Leo nyumbani mama anampa mchongo wa Akudo kuhusu Jasper. Akudo akakataa. Mama anasema unamhitaji mwanaume mwenye pesa ili tumalize huu maskini. Mara Jasper akafika. Akudo akamwakia Jasper vikali pale. Jasper akaanza kujitetea. Akudo akazidi kuwa mkali tu kisha akasepa. Akudo akaja kumwambia Aslam kuhusu kinachoendelea nyumbani. Aslam anasema nilisi tutangia ile siku barabarani. Akudo anasema usijali, hawezi kuniiba. Aslam anasema nice tu mama yako atakuozesha kwa yule mzee kwa sababu ana pesa na mimi ni kapuku. Leo Jasper akiwa anapita njiani anapondwa na kinyesi. Jasper kujinusa ni kinyesi, akatamani hadi kujikimbia. Mara anatokea mlevi. Mbona kama nasikia kaarufu kaankala haya maeneo? Mlevi kuangalia vizuri anaona kinyesi usoni kwa Jasper. Mbona una dhahabu usoni, umeziba wapi? Jasper akasipa zake. Upande wa pili mchizi wetu Aslam anaonekana akichuma zake majani mabichi ya ujazo fulani kisha akasepa. Mlevi akiwa njiani anamuona mwamba mmoja akiwa na pisi yake, akawasimamisha. We binti, huyu jamaa sikudanganye, kuna laana inayotembea kwenye familia yake. Baba yake alikufa akiwa juu, hata babu yake pia. Kwa hiyo angalia asije akakufia. Afu we mlevi nitakupasua. Kisha akasepa. Mlevi anasema usije ukasema sikukwambia. Jasper na Nina wakatia timu kwao na Aslam. Wakaanza kelele pale. Nina ni kugonga geti tu. Yule mlevi naye akafika. Nini kinachoendelea hapa? Dada yake na Aslam wakatoka. Jasper akamuuliza kakako yupo? Kakangu hayupo. Basi mwambie nikimwona njiani nitamvunja miguu.
miguu kisha wakasepa. Jasper na Nina wakiwa njiani, kumbe Aslam naye anarudi nyumbani, anapita hiyo njia, akaona, akanyemelea na kujificha nyuma ya gari. Jasper akaisi, akamnyamazisha Nina, akaanza kuangalia. Aslam kauchuna. Walivyoona kimya wakaondoka. Aslam akatoka akajitapa pale kisha akasepa. Anafika nyumbani anamkuta dada yake ana mawazo. Dada, tatizo nini? Dada anamuuliza, umemwona Nina na kaka yake kipindi unakuja? Ndio, nimewaona. Umewaona? Je, wao wamekuona? Hapana, mshukuru Mungu hajakuona. Walisema watakuvunja miguu. Aslam akasema, dada usijali, kisha akatoka. Yule mlevi anaonekana chocho akiandaa bangi. We mlevi, unafanya nini? Sifanyi kitu. Mbona unaficha? Ni kitu gani hicho? Akikuhusu endelea na safari yako. Jamaa kaiona bangi, akasema nenda kuambia watu unavuta bangi. Mlevi anasema ni malango ya kwanza na jaribu tu. Niliona watoto wadogo wanavuta, nikasema na mimi nijaribu. Aslam akamfuata Akudo. Akudo anasema ulikosea kuambia watoto wamtupie kinyesi. Aslam anasema Jasper anastahili kwa sababu anataka kukuiba wewe kutoka kwangu na mimi nakupenda. Akudo anasema ongea naye muoneshe wanaume wako akie mbali na mimi. Kisha akasepa. Jasper akaja nyumbani kwa kina Akudo na kumwambia mama yake jinsi Aslam alivyoambia watoto wamponde na kinyesi. Mwili wangu wote ulijaa kinyesi. Mama kaisi mpaka kaarufu. Jasper anasema siwezi kumsamee, nitamkamata tu. Akawachia maukoto pale kisha akasepa. Leo Aslam anaambiwa na dada yake aondoke hapo kijijini kwa muda mpaka pale patapokuwa sawa. Mara Akudo akafika. Aslam anasema nitaondoka kwenye hichi kijiji kama Akudo atakubali kuondoka na mimi. Akudo akasema hiyo kwangu sio shida, ila twende tukajaribu kumuomba msamaha. Akudo akaja kwa Jasper. Nina akamuita kaka yake. Jasper kutoka na muona ni Akudo. Nimefurahi kukuona kwenye nyumba yangu. Akudo akaanza kumwombea msamaha Aslam kwa Jasper. Muda huo Aslam na dada yake nao wanaingia. Jasper alivyoona akawaka, akaingia ndani akatoka na chuma, wakakimbia. Wakiwa njiani Akudo anasema, Aslam, huwezi kuondoka kwenye hichi kijiji wakati umeishi maisha yako yote kwa sababu ya mtu mmoja tu, na hata kama ni kuondoka inatakiwa iwe ni sababu ya msingi, ila sio kwa sababu unamuogopa Jasper. Aslam anasema najua ila sina jinsi. Basi Akudo akasipa zake. Leo Jasper akatembelewa na rafiki yake, akawa anampa story nzima jinsi ilivyokuwa mpaka alivyopondwa na kinyesi. Rafiki yake akawa anacheka tu. Jasper akasema leo nawaleta polisi wakamkamate Aslam. Jasper akavuta simu na kuwapigia polisi. Baadaye Jasper anaingia kuona Aslam akiwa na polisi. Kafika na kuanza kupiga geti. Aslam akatoka. Jasper anawaambia polisi, mkamateni, sisi ni polisi na upo chini ya ulinzi. Dada mtu akaanza kulia, tafadhali muacheni, hana kosa. Basi polisi wakaondoka naye. Dada mtu akabaki analia tu. Jasper na rafiki yake wakaja kuona Akudo. Jasper anataka muoneshe rafiki yake jinsi Akudo alivyomzuri. Wakakuta hamna mtu. Mara mdogo wake na Akudo anafika. Jasper anamuuliza mama na Akudo wako wapi? Mdogo wake na Akudo akasema watakuwa shambani. Basi tupeleke. Wakaondoka pale. Dada yake na Aslam akaja kwa Nina na kumuomba amsaidie kumwombea msamaha kaka yake kwa Jasper. Nina mwambia tusamee, kakangu hatafanya tena, muombe amwachie polisi. Akala mpaka magoti. Nina akakubali akasema Jasper akirudi nitajaribu kuongea naye. Shambani Akudo akiwa na mama yake wanapalilia, kina Jasper wakafika. Mama akawakaribisha. Akudo akamtukana Jasper pale kisha akaondoka. Mama anasema usijali, nitaongea naye akuheshimu kama mchumba wake, najua unampenda sana. Basi Jasper akashika koleo na kuanza kumsaidia mama mkwe. Akudo akarudi nyumbani amevurugwa. Mama anamlazimisha awe na Jasper. Mara dada yake na Aslam anafika. Analia tu. Mbona unalia? Tatizo nini? Kakangu amekamatwa. Nini? Amekamatwa na nani? Na kwa nini? Jasper alikuja na polisi nyumbani na wakamkamata. Akudo akafunga mlango faster na wakaenda shambani. Huku shambani Jasper bado yupo anamsaidia mama mkwe kupalilia. Mara kina Akudo wakafika. Jasper anasema Aslam anatakiwa apate maumivu kama alivyonifanyia. Wakafokeana pale kisha kina Akudo wakaondoka. Mama anamuuliza Jasper, mbona ukuniambia kama umemkamata Aslam? Jasper na rafiki yake wakasepa. Wakiwa njiani wanarudi, Jasper akaulizwa na rafiki yake, unataka uwe na Akudo wakati unaona ni mkorofi? Muda huo kumbe mdogo wake na Akudo kajificha anawarekodi. Jasper anasema mimi nataka nimuonje tu alafu nimteme, ila sasa hivi nitampa mama yake chochote anachokitaka, nikisha mla tu hawataniona tena. Nyumbani Akudo anaongea na mama yake. Ndogo mtu anafika na kusema Jasper sio mtu mzuri na niliwarekodi wakati wanaongea na rafiki yake. Akudo akachukua simu na kuangalia. Jasper anasema nitampa mama yake kitu chochote anachokitaka, ila nikimla tu mtoto wake hata niona tena. Upande wa pili dada yake na Aslam anampelekea Aslam chakula polisi. Anakutana na mchizi mmoja. Anamuuliza mbona unatembea kinyonge? Dada mtu anasema kakangu Aslam kakamatwa na polisi. Basi mchizi akasema sawa, twende nikusindikize huku kinipa story kilichomkuta. Mama na Akudo baada ya kusikiliza ile rekodi ya Jasper na rafiki yake wakiwa wanaongea, mama anasema siwezi kuamini. Jasper kumbe ndio yupo hivi. Sasa tutaenda nyumbani kwake tukamvuruge na tumwambie amwachie Aslam kutoka kwenye kituo cha polisi. Wakasimama na kusepa. Nyumbani kwa Jasper mlango unagongwa. Pisi ya Jasper ikafungua. Wakaingia ndani. Mama anamuuliza wewe ni nani? Mimi ni mchumba wa Jasper. Kwa hiyo Jasper na mtu mwingine yuko wapi? Ametoka. Nina akatokea. Mama akaanza kuwashia moto
pale, yani mnataka mchezee mwanangu alafu mtelekeze. Akawavuruga pale kisha wakaondoka. Basi leo Jasper akaachiwa kutoka polisi, kala kipigo cha maana. Akudo akawa na mkanda na maji ya moto. Jasper anasema polisi walitaka niwape pesa, nilivyowaambia sina pesa wakaanza kunipiga na marungu wakisema bila pesa hawezi kuniachia. Basi mikando ikiendelea pale. Siku inayofuata Aslam na dada yake wakaja nyumbani kwa kina Akudo. Mama anasema nimewaita hapa kwa sababu nataka niombe msamaha kwa kuwakosea na kutaka kumwozesha binti yangu kwa Jasper. Aslam akamsamehe. Mama kisha akawapa baraka zake Aslam na Akudo na kuombea mapenzi yao ya dumu milele. Leo nyumbani kwa kina Aslam, Akudo na Aslam ni furaha tu. Mchizi anapiga ngoma, Akudo yeye anayakata mauno kweli kweli. Mpenzi ongeza spidi, Akudo akawa anayakata mauno tu. Dada mtu akatoka, nyie hata mchoki, kuanzia asubuhi mnacheza tu. Basi Aslam akaichukua pisi yake na kuingiza ndani.